what up, my beautiful people? I go by the name Waimas. And I go by the name of Titus Peterson. We love you so much, guys. We are back. We're officially back. Najua tulikuwa tumemiss Peterson sana. And now Peterson is here. Exactly, I'm back. Mambo vipi? Mambo shwari. Kitambo sana bwana. Ndio, lakini nimekuwa ni shughuli tu. Wajua nimesikia Mombasa kuna story imetokea. Sasa hizi kuna mtu anaweza tembea alafu akishakushika ile mzigo ina sema baba. Mbaya ujue. Nasikia sasa mababu wako Mombasa kila mahali. Ni ukweli ndio. Lakini ni ukweli ngoja mko fahamu story kwanza kabla tuiseme. Ni stories za ukweli. Unajua kuna mtu ameniambia nikachungulia kwa zile stories za kaza jaba. Zingine ni vipindi. Ngoja niambie. Nataka tulete hii story. Hii story ni ukweli. Sasa hizi tukitembea Mombasa ama lakini ilianza hivi. Nilikuwa nasikia ilianza hivi. Ulikuwa ukipatikana na for example tu sasa hizi mimi nipatikane nimekatia demo wa mtu. The next morning naamka unapata una mzigo kabisa. Ni ukweli hiyo story? Ni ukweli. Alafu kila kitu siku hizi ni sumu. Sasa ngoje sasa hizi Mombasa kukatia demo mwingine sumu. Avoid. Na kuguzwa, kuna hii story ilikuwa ya kuguzwa. Ati mtu anaweza kuja kwa barabara kupata na kuguza, kisha kuguza ishapotea. Lakini hapo kidogo utaguswa aje na kitu ipotee. Lakini nimesikia kuna video mse fulani amesema aliona kabisa beshte yake aliguzwa na ikapotea. Lakini kuna wengine nilikuwa nafuata comment section wanasema ati mse tu ni yake ndio ilikuwa ndogo sijui. But wanasema sijui ilikuwa waje kila mtu anapanga na view yake about that. But why is it ending up wengine wanafungwa? La unajua sasa okay creating the story. Kuna watu wana create hiyo story. Lakini sasa kuna mtu anasema ilikuwa real kwa sababu kuna mtu si alifungwa kwa sababu hiyo story. Na mimi naweza sema ni movie. Kiaje? So unasema ni real, mimi naweza sema ni movie. Kiaje kwa sababu kuna watu wanasema kabisa aliona njwange inapotea tena tumie jina njwange inapotea. Like unaamka asubuhi unapata ule mzigo. Sasa yeye ambaye aliona ikipotea ni yeye binafsi ambaye inapotea kwake ama ni mtu mwingine kando anaona. Sasa si alisema aliona beshte yake. Sasa utaona aje wewe unatafuta nini kwa watu wengine? Si alikuja sio pita sasa ipotee utakuja kunionyesha niambie bro hizi vitu ni sioni tena. Kuonyesha nitakuwa utasikia habari zangu zimeenea kote. Sasa nikuuliza swali rahisi pita. Sasa in case itokee. Unajua pia wewe ni Jonas part 2. Itokee. Uko Mombasa, alafu mambo ikutokee. Au utakuja kuniambia? Akisema tu kweli, tutakuja kuniambia. Kwa kifupi tu sitaweza kukuambia. Maana wajua kuna aibu fulani pia ukijisema. Lakini unajua okay, kuna baadhi kutakuwa na aibu. But nafikanga moment yenye hiyo aibu huwa inini tena. Huwa iada kwa sababu kama ishatokea, you just have to speak it out. Inafaa kuja useme ndio hivyo sasa. So this guy alientroka amebishia yake mazee. Mazee nimeamka asubuhi mazee sina kitu kabisa. Like Mombasa is really kama hii story really but then Mombasa is really turning to another town. Sababu sisi hatutakuwa vizuri. Sababu utakuwa unatembea alafu unajipata mazee uko off man. Alafu unajua kama kuna kitu tuna protect sana kwa hii dunia ni hiyo. Because we men we always walk kwa sababu we got that thing. That thing gives us a lot of energy. Jumi najua the moment yangu itakuwa I better die. Alafu tukimove na haraka kuna story ya nani ya Vurugutu. I hope you watch Vurugutu. You really watched about it. Na wanasema hiyo story ilianza hivi. Acha nianze na hiyo story ilianza like this. Ati ilikuwa ni match in between my exes, match in between watu wameachana, heartbreak. Ilikuwa vita ya heartbreak. So Gashau na nani au walikuwa wamekatiana, walikuwa wamechukuliana mabibi. Match yao ilienda 6 rounds I think so. Gashau akafanywa ile kitu kidogo juu. Kulikuwa na mambo mingi ilisemwa hapo. Alafu tuongea about Shakib na nani sasa Arobo. Mimi niko na swali moja Peter. Uliza. Wewe unaweza kubali kupigwa mbele ya bibi yako ama mbele ya crush? Acha nikwambie kitu. Unyonge kwa ina field of kama mnapigana. Unyonge wakati mwingine unaweka kando. Mimi kwa upande wangu siwezi kubali. Uwezi. Afadhali mimi kama mimi ningangane hadi dakika ya mwisho, hadi niweke kikomo hivi. Umengangana kabisa. Mimi ni kweli nimengangana, hadi kama nitapigwa ni sawa. Lakini nimengangana. Ndio hivyo. Mimi nakumbuka stories zangu najua napenda kunifaa sana stories zangu. Mimi nakumbuka nishapigania demo kitambo nikiwa primary. And I remember mimi sikulose hiyo match. Sikumbuki ilikuwa rounds ngapi but tulipigana real. Okay, you guys wenye mmekuwa Peter nini primary, back in primary. Kwa nini mkufanya hizi? Ni watu mliishi wapi? Watu wanapigana lakini sasa unajipata wengine mnapigana. At the end of it all unaenda unaambiwa na huyo dem, sitaki manake wewe ni mtu wa vurugu. Lakini si kuna wale madem wa kitambo walikuwa wanapenda sasa hiyo kitu. Ukiwin unakumbuka mimi aliniambia, unajua aliniambiaje? Mimi aliniambia tunaenda mwenye atashinda ndio atakuwa wangu. Bro, I remember I really fight. Mimi nilipigana ile real kabisa. Mimi sijui mliishi wapi.
Hizi vitu bwana ni yangu experience. Mimi I have experienced this. Mimi shapigania dem kweli. I remember I won that match. Sasa mimi nasema mimi ningekuwa Arrowboy. Wala Kenya sasa hizi tungekuwa juu mimi na Shakibangi. Ni tungekuwa mbali. Tungekuwa mbali. So like okay, mimi nilikuwa nasema tu hivi in short. At times it's not good you lose a match in front of your wife. Ama in front of my crush. Bro, hata mimi crush wangu akiwa hapo na vita itokee mimi tangangana. I have to prove you wrong. I have to prove that exactly. Pia naweza pigana. Lazima uweke mwenye zangu pekee. Wewe utakuwa ndio mwenye nguvu mpishe. Lakini sasa hata hapo kama una nguvu ngangana wazee. Kuna vitu zingine inaenda hivyo juu sasa utakubali. Unajua pia unaangalia at the end of it all nini utaambiwa. So what will you get in feedback? Sasa kumaanisha acha tu frame hivi. Kumaanisha kina Arrowboy yao ilikuwa ni kiki na ilikuwa about gaining money na kupata pesa na hizo vitu zingine. Kumbe unajua Arrowboy tumemzoea na kiki sana. Labda tu hiyo ndio ilikuwa nini yao kubwa. But na Arrowboy tusimblame sana kwa sababu Arrowboy pia ukiangalia Shakib ni boxer. Shakib amdigana yeye ni boxer, ni ring boxer. Alafu Arrowboy si ring boxer. But mimi na hata kama alikuwa mimi hata tunge fix your match. Ama hata singepigana. So how can you shame your wife? Ni aibu. Alafu unajua naye. Ni aibu. Unajua bibi yako mtaa alafu lose the match. Exactly. That doesn't show something amazing anyway. So you have to fight for your space. You have to fight to win. Remember? Yeah, you have to fight to win. And I always say, by the way, I always say this thing. Whenever you're fighting, remember this, you have to fight to win. And that's why tunawapeanga advice moja tukwambia, ngangana, wewe ngangana, so long as you win. Lakini pia pigana kiakili. Lakini kiakili kizuzu. Kiakili hapo na ungeweza, unajua hapo iko kwa ring. Na kuna mtu alikuwa anasema kwa ring ukiwa nje ni kubwa, but ukiwa ndani ni kadogo. Anyway guys, this has been Iseme podcast. Call me Waimas. Call me Peterson. We always say till next time, peace.